kimbia kabisa. Tuko kwa mwana mpotevu. Luka sura 15 mstari wa 13, hapo ndio tupo. Tukiwa kwa somo la 46, namna gani tulivyopata vifungo kwa njia ya uasherati. Mwana mpotevu akapoteza vyote. Biblia inasema akaanza kuwa muhitaji. Akawa muhitaji kwa sababu amepoteza utajiri wake wote. Laana imeingia, akaanza kuwa muhitaji. Biblia inasema akaona cha kufanya hachiko, aende patana na mtu ili akuwe mtumwa. Ndio huyo anajiingiza kwa vifungo vya utumwa. Akaenda omba kazi, akawa mtumwa. Mwenye alikuwa boss. Laana ya warembo imemufikisha kumuleta kwa kifungo ya mtumwa. Na akatupwa mbali. Biblia inasema akaenda lisha nguruwe. Na huko kwa utumwa hakuna mtu anamupa mshahara. Analisha, anakula, anashibisha tumbo yake na makombo. Laana, unaona laana inakuletea kula makombo ya nguruwe. Hakuna mtu anakupa mshahara. Kwa sababu ya hii unalazimika kujilipa mshahara, na mshahara unajilipa ni makombo. Yaani unakula pamoja na nguruwe. Umetoka kwa level ya kuwa boss, saa hii umeitwa nguruwe pamoja na manguruwe. Wow! Yaani laana ya uasherati inakushukisha cheo, unaitwa nguruwe. Na hapo ndio maandiko nasema msiwape nguruwe na umbwa vitu vitakatifu vya wafalme. Hizo ni nguruwe. So mwenye dhambi ya uasherati inakufikisha kwa levo ya kuwa nguruwe pamoja na nguruwe zingine za porini. Hivyo ndio Mungu anakuona huko kwa hiyo level. Hakuna mtu kumupa mshahara. Hiyo dhambi inakufikisha mtu wa yaani nakuwa mtu wa kuregret, kujutia. Unaishi maisha ya kuregret, lakini haupate jibu. Utakuwa na mashitaki rohoni kila siku ya kwamba sistahili tena. Yaani unaanza kuogopa watu, unasema basi hata sistahili. Yaani huwezi fika katikati ya kundi la wabosi wenzako vile mlikuwaka. Unaogopa mwenyewe, unasema sistahili kufikia wale wadosi wengine. Unaona sasa? Na Biblia imethibitisha maneno haya. Utajiona sistahili mbele ya Mungu na mbele ya watu, sistahili mbele yako Baba na mbele ya Mungu. Yaani utakuwa na hukumu ndani yako kila siku. Unapofikiria level ile ulikuwa juu, ulikuwa dos, ulikuwa na utajiri, lakini hakuna kitu. Umalaya umeshasambaa. Laana imesharibu kila kitu. Sex, kimbia mwanadada. Hata uitwa mrembo, kimbia. Huyu mwanaume anataka kukuingiza kwa vifungo. Kuachana na pesa zake, kimbia. Wow.
mwanaume akajipata hakuna cha kufanya, wacha tu akubali kukuja omba msamaha, wacha kubali tu akuje ajiite tu mtumwa wa baba, yaani kuombaomba kazi. Yaani cha kushangaza, yaani wewe ni mtoto wa nyumba, so unajitoa kwa list mwenyewe, unajitoa, unasema baba, sistahili kuitwa mwanao, usinihesabia kuwa mimi ndio mtoto wako, nataka tu unifanye mtumwa, angalau nipate kamshahara, nikuwe napata kachakula. Jamani, laana kutoka sex inafikisha mtu hapo, hata yaani kwa familia yako hauko tena, haujihesabu, inakumalizia value ya kuitwa mtoto wa nyumbani. Na kweli tumeona watoto wa wadosi, walevi, hawajielewi, wamechanganyikiwa, mpaka hata bosi hataki kuitanishwa na huyu mtoto. So utafungwa, utangolewa macho, hiyo tutafikia, lakini wacha nisome Mezali Mezali sura 6. Acha nisome Mezali sura 6 ituambie kama ikoje hii mambo hii. Mezali sura 6. Mezali sura 6 mstari wa 29 inasema hivi. 29. Wacha nianze 21. Inasema hivi. Wacha nianze 20. Mwana wangu, shika maagizo ya baba yako, wala usiache sheria ya mama yako, usifunge, maana yatakuagiza ili 24 ili kukulinda na mwanamke mwovu. Sikia, na ubembelezi wa ulimi wa mgeni, usitamani uzuri wake moyoni mwako, wala usikubali akunase kwa kope za macho yake. Kumbe hawa wadada wa malaya wana vifungo za macho, wanakufoga, wanakunasa kwa kope za macho peke yake na kunasa. Sasa huyu anaonywa wanawake wageni na umalaya wasikunase kwa kope za macho yao, kwa sababu macho yao ina vifungo. Ukinaswa utafungwa, utakuwa kipofu. Tutafika huko. Wala usikubali akunase kwa kope za macho yake, maana kwa sababu ya mwanamke wa ukahaba mtu anatiwa katika hali ya uhitaji. Kipande cha mkate, yaani kwa sababu ya mwanamke mgeni ukahaba, huyu baba mwana mpotevu akajipata muhitaji wa kipande cha mkate ambacho hatapewa, kwa sababu tajiri anasema wewe ndio ulikuwa naringa hapa ukiwa nazo, enda ukule pamoja na nguruwe, wewe nakutuma kwenye shamba la nguruwe, enda ulishe. Unaona sasa, na huyu mwanamume hajui kulisha nguruwe, yaani ndio anaenda kujifunza kulisha. Sikia, mtu anaweza kutia moto kifuani mwake na mavazi yake
hayateketezwi, au mtu anaweza kutembea juu ya makaa ya moto, sikia, ya moto, na miguu yake hayungui. Ndivyo alivyo mtu anayeingia kwa mke wa jirani yake. Mtu yeyote anayemgusa hata kuwa pasipo adhabu wala. Sikia. Huyu anasema ukahaba ama ukilala na mwanamke mkahaba ni kama kuchukua moto unaowaka uweke kwa kifua chako. Yaani unajihanika, yaani unajiunguza kwa moto. Ama unaweka makaa alafu unakuja unatembelea kwa makaa. Ati anakuuliza kweli uko shua hautaungua? Uchukue moto uweke kwa kifua chako, kweli hautaungua? Uko na nguvu ya kutokuungua? Ukisimamia juu ya makaa uko siri, hautaungua? Akasema hivyo ndivyo ilivyo mwanaume anayelala ama anayezini na mke wa jirani yake. Umejiweka kwa moto, hautakosa ghadhabu. Ghadhabu haitakosa hata kama haushikwi. Mbingu itashughulika pamoja na wewe, ambayo ilisema usizini, ambayo ilisema kila mtu awe na mke wake. Mbingu itakushughulikia vizuri, na mapepo ya hiyo familia kwanza itaanza kushughulika na wewe. Hautakosa ghadhabu. Wacha sasa unaringa kwamba haukushikwa. Utalipa. Nakwambia utalipa. Utakosa ghadhabu. Hautakosa nini? Ghadhabu. 32. Mwenye kuzini na mwanamke anakosa ufahamu. Yeye anayetaka kuharibu nafsi yake mwenyewe anafanya hivi. Yaani yule anataka kujiharibu ndiye anafanyanga maneno kama haya. Umesikia sasa? Sikia sasa. 33. Atapata vidonda na haya, wala laumu lake halitafutwa. Sikia, ukizini hautakosa vidonda. Roho yako itakuhukumu, itakuwa na vidonda. Hata kama hauchapwi, hautakosa vidonda. Anasema na laumu yako haitafutwa. Yaani utajilaumu hata kama umeokoka utajilaumu. Daudi alizini na mwanamke wa watu na akaua mwanaume. Laumu lake lilimfuatilia, walisema utalipa. Na watu wengine watalala na mke wako. Fanyia mwenzako, hiyo basi ya jana. Fanyia mwenzako kile unataka kufanyiwa. Hapo ndio tutaingilia kesho. Ati hautakosa vidonda na laumu, naye hata achilia kwa siku ya kulipiza kisasi. Utalipishwa kisasi. Siku moja utalipia kisasi. Aliyekuona hata kama hukuonekana mbinguni na kuona, mbingu itakulipisha kisasi. Hata wako huenda kachukuliwa.
Daudi akaambiwa hata wako watalalwa. Yesu, usimefurahia kulala na mke wa mtu, hata wako watalalwa kwanza kwa jua kali. Kuna kitu kingine, hata angalia ukombozi wakati wowote, wala hata kuwa na salama, hata ukiwa unamopa zawadi nyingi, hata ukimpatia pesa, hiyo salama hata waipata, salama ya rohoni. Amesema kitu kingine, hata angalia ukombozi wakati, hata ukombozi hautauangalia wakati wowote. Hakuna hii vazi imekuwa kali sana. Huyu hata angalia deliverance wakati wote, deliverance wakati wowote. Kama ulifanya hii kitu, hii ni agano jipya. Hii ni agano la kale, lakini kwa agano jipya mtu ataponyoka haya. Mwalimu wako Abraham, pardon kakule, ni kali hiyo ni kali sana. Kimbia uzinifu.